Vipi na mume wako na ndoa yenu mnaendeleaje? Dada, nashukuru Mungu kiukweli. Ndoa Mungu anasaidia hivyo hivyo. Ndio utulie sasa mdogo wangu. Sio, unanielewa? Utulie. Maana unajua mtaani kulivyokuwa kugumu Tatulia. Na hapa hivi karibuni anakaribia kusafiri. Yaani nitakuwa na uhuru. Yaani wewe dada acha tu. Wewe nimekwambia utulie. Utulie. Watu wanatafuta ndoa, wanaenda hadi kwa waganga. Wewe nengeneka tu. Dada, na hisi nimekutania. Nimekutania. Sawa, ngoja mimi niende hapo kwenye vikoba vyangu. Haya sawa, mwenyewe anakaribia kuondoka sasa hivi. Haya sawa. Haya. Wewe ilikuwa kama utani yani, mina wana tumechirimazikana, siwakapita mdada jamani, nilipomona yani moyo hoi tabani, nikatoka mbio mbio nia yangu nimfate nimngate sikio. Latifa, nakuomba mara moja. Niliporiza jina mara kocha azingate, vile alivyocheka alinifanya nidate. Mambo. Poa. Latifa, mbona sikuweza nakwambia nakupenda, unaingilia huku natokea huku, mbona sikuelewi? Hivi mimi si nilishakwambia kama nimeolewa? Mbona unakuwa kinganganizi hivyo? Mimi si nimekwambia nimeolewa? Sasa kuolewa utakuwa wa kwanza wewe. Afu isitoshe mwanaume mwenyewe mwanajeshi. Mbona unakuwa usikii Sasa mwanajeshi kitu gani? Mbona wengine tunaolewa na waganga lakini bado tuna date nao? Sembuse mwanajeshi? Yaani nyinyi hata muogopi kweli. Kila ninavyokuambia unielewi kwa nini? Mimi nimeolewa, usinifuatilie. Nimeshaolewa sasa hivi, ni mke wa mtu. Sawa, acha tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje. Yaani wewe dada siku hizo akishaolewa naona si maisha ameshayapatia, eti ameolewa na mwanajeshi. Sasa mwanajeshi kitu gani? Ya lazima nikupate tu wewe, ngoja. Hivi kijana, kodi yangu utanipa lini? Unakaa bure tu, kila siku unakaa bure Utanipa lini kodi yangu? Leo kesho. Sio mimi naongea na wewe. Ile si nyumba kulelea twatima ile. Ile nyumba nimeingia kwa nguvu yangu. Nishakwambia kuna michongo naifuatilia, ikikaa sawa ile yako mimi nitakupa. Mimi najua ile nyumba sio ya babangu, na kama unavyonijua mimi sina baba, sina bibi, sina babu. Sina shangazi, sina mjomba. Maisha yangu yamebewa kama bewa laiti. Kwa hiyo mimi kila kitu nakijua. Mambo yakaa sawa, mimi ile yako nitakupa mzee. Nafu michongo yangu na voice siku 2 hizi nitakulipa kodi yako. Nishakugawa wiki 2 nyingi sana. Nishakugawa wiki 2 zimeisha. Ndugu, wiki 2 tena za nini? Mimi nataka hela yangu, uje nisaidie kujenga pale. Uje nisaidie kubeba tofali, nibeba mwenye nguvu yangu. Akati niko jeshini. Sikiliza. Mpaka jioni nataka chumba changu. Kama hujanipa hela, niachie chumba changu. Kuna kingine watakuja pale. Naelewa mzee, lakini jioni si hapo tu sasa hivi saa 7, ina maana jioni ni almost 3 hours na wewe. Sio nitakuwekea sawa mzee wangu. Nipe wiki 2 mzee. Leo jioni kama hujanipa hela, naomba uachie chumba changu. Kuna mpangaji mwingine atakuja mule. Mimi nishamaliza. Siongei tena. Mzee. Mbona unakuwa hivyo na maneno mengi kama mafuta ya nyonga? Unaenda wapi? Sema kweli, kodi miezi 6 sijampa, yani kama kanioa. Sema hata akinifukuza kwa mwanangu kori ya kuko. Sema ndo yule naye anapenda mademo, akija demo tutamchangia. Nobody out with this fucking way nikisoka. Majicho yupo but siombe umvuruge. Jumatajali jumamia. Ndugu wangu, mambo vipi? Fresh bro, niambie. Mambo vipi? Fresh bro. Pole. Nashukuru Mungu bro. Nimekuweka niko busy kidogo na majukumu. Ni kweli bro. Sema nimekaa kama dakika 20. Hamna shida, niambie. Blaza, mimi na shida bro. Shida gani? Mimi nataka niwe mwanajeshi blaza. Sema connection ndio sijapata. Sababu kidogo upo kule na una wazifa kidogo, nilikuwa naomba bro nifanyie mpango, na shida kweli bro. Naipenda sana ile kazi. Okay. Sasa unajua shida sio kwa mwanajeshi. Wanakuja vijana wengi kama wewe, wanakuja brother hivi na hivi, lakini nachotakiwa ni utayari. Umeelewa vizuri? Kweli bro. Utakuwa utayari na uwe na nia kweli kwa hicho ambacho unakihitaji. Sawa Haina shida. Mimi nina assignment by jioni au kesho asubuhi nitaelekea kambini. Kwa hiyo nitaongea na wakubwa wangu, alafu baada ya hapo nitakurudishia majibu. Kwa cha msingi wewe andaa dokumenti zako, cheti cha form 4 na nyaraka husika. Kisha nikirudi utanipatia.
Blaza, nitashukuru sana blaza. Nitashukuru sana kwa sababu gani nasema hivyo bro? Sababu ni kazi ambayo yani naipenda kutoka moyoni blaza. Okay. Napenda sana niwe mwanajeshi bro. Usijali. Nategemea majibu yatakuwa mazuri bro. Wala usijali, maadamu umechagua kazi ya kutumikia taifa na wananchi, umechagua jambo jema. Asante sana blaza. Hamna shida. Nashukuru sana blaza. Karibu sana. Haina noma bro. Tuko pamoja. Nashukuru sana blaza. Haya, asante. Pamoja sana. Poa poa. Walai tungejua usingetangulia, umeniacha majonzi. Wazo yangu yalikuwa nipate unaniacha na kusubiria muda wote na kutafuta wewe kwa. Nini tena? Kushakucha. So nini tena? Mimi njaa inaniuma, sielewi. Mzee mwenyewe anadai kodi kule, afu unakuwa Mimi mwenyewe hapa sielewi. Yaani mtoto wangu kuhangaika huko mambo ya vikoba. Sina mia mbovu ndio naenda kufuatilia hela ya kikoba huko. Sasa wewe kama uelewi mimi nifanye nini sasa? Hebu fanya basi mazingira basi hata nikale basi. Yaani ukale. Yaani wewe uanze mimi na hii 5000, yaani mimi ndo na hii 5000. Hii 5000 ndo akiba yangu. Afu tena nikupe wewe. Mimi natakiwa nile nishibe bila kwanza. Ile 5000 haitoshi hapa. Afu mwanaume anatakiwa nile nishibe nini mambo ya fresh. Wewe fikiri yale mambo nakufanyaga mchezo. Lazima nile nishibe. Vipi? Na fanya mazingira pia tumlipe mzee kodi anazingua kama nini yani. Sawa mpenzi wangu, basi usikasirike. Ngoja niende hivi nikafuatilie mambo ya hela vikoba, nikishapata nitakulipia kodi, utakula, utaishi vizuri. Fanya mazingira bwana. Fanya hivyo na baadaye mimi natinga pale nakuja kuchukua nyingine. Sawa. Mimi sitokusahau. Mama wewe. Bwana ndugu yangu na mtatizo kidogo. Nimekutana na mzee hapo mwenye nyumba kanivuruga kweli. Yaani hata mudi yenyewe kukaa maskani imeniishia. Mzee kaniambia kwamba kama leo sina kodi yake basi fika jioni ni hanga. Kwa hiyo labda wewe unachofikiria ni kufanya kitu gani kama una kodi? Yaani kitu gani unachotaka kukifanya? Bwana mimi matarajio yangu ni kwamba hata nikihama pale kwa sasa hivi kodi sina. Kwa hiyo nategemea kama ndugu yangu utanipa hifadhi hata siku 2-3 wakati nikijichanga kodi. Yaani mimi Juma unavyoniona hapa. Yaani huu mwezi unaouona ndio mwezi wa mwisho wa mimi kudaiwa kodi. Yaani ukiisha tu nakuja kudaiwa. Kwa hiyo wewe unachokiomba ni damu kwa maiti. Mimi mwenyewe niko apecha aroro. Yaani uko flat. Yaani niko flat. Yaani mapupu yani. Mapupu. Nikipiga huku ninapiga huku. Yaani wewe ndo yaani wewe kumbe una shida zile nizidi anyway. Lakini mimi naamini kwamba kama akinifukuza utakuja kuseto kwa. Kama utaweza kuvumilia milio sawa, uje ukae pale. Lakini kama utoweza basi ulale nje au ulale juu ya watu. Na mimi watu wangu nikiwaleta ndani wanalia kiroga. Kama yule jana nimekuja naye, analia mama gati, siji kitu gani, nishike nini. Yaani anapiga kelele hata sielewi kuna kitu gani mama. Anyway. Waga mimi naamini kwamba mimi ninavyoamini ni kwamba sisi binadamu macho yetu yanaishia kuona hapa tu. Lakini Mungu anaona hatua 10 mbele yetu. Yaani kwa unachokiongea. Kwa hiyo mimi kama leo nahisi nina masaa 3 tu ya kutafuta kodi. Ila Mungu huenda kuna zito analoliona mbele yangu. Wewe sijua haba dakika za jioni unaweza kuipata hiyo laki. Japo ni ngumu lakini acha nimwachie Mwenyezi Mungu. Na Mungu anatuazia mema kila kukicha. Nani? Hakuna shaka. Mimi ngoja niende lakini naamini mtembea bure sio sana mkaa bure. Yaani haba na haba hujaza kibaba. Kibaba kwenye haba kwenye haba. Ani mtoto siku hizi maskini ya Mungu amekuwa mwana wa Israeli. Na utatembea paka miaka 40 jodari. Toto watu ndo maana sasa hivi anakonda kwa sababu kodi, akifikiria kula hali, akifikiria kitu hiki hata mkojo wake mfupi auweke wapi hana. Hey! Kamla beto hata mwana baba mjuma wa watu baba. Baba. Utajua jui. Walai tungejua usingetangulia, umeniacha majonzi. Wazo yangu yalikuwa nipate faraja nitoka machozi. Wife, unajua ni dharura alafu isitoshe wala sikai muda mrefu.
ni 2 weeks mpaka mwezi mmoja tutakuwa nimesharudi. Lakini mimi hata sijakuzoea. Yaani juzi tu hapo. Wala sio muda mrefu. Mambo ni mengi. Wewe mwenyewe unajua. Sasa nisipofanya kazi tutaishi. Yaani nisikilize. Nachukua 2 weeks tu au mwezi mmoja tutakuwa nimesharudi. Mwezi mmoja. Yaani faster. Kwa sababu wameniambia kwamba sitokaa muda mrefu sana na tayari nimeshasaini. Kwa hiyo naomba niende alafu baada ya hapo nitakuwa nimesharudi. Ndio tabu ya kuolewa na wanajeshi. Mke wangu muda umeenda. Nipe shati kwanza. No, usijali. Usijali mke wangu. Valisha. Wala usijali mama. Nitaka kusahau kitu. Listen. Nakupenda, si unajua Sasa kuona mtu hapa. Usijali. Mambo ya simbe bataka, si bodaboda naye mimi mwenyewe nitakuwa nampigia na kuletea vitu. Umeelewa vizuri? Hawezi kuja mtu mume wangu, niamini. Nenda kwa amani tu. Haya. Bodaboda ni yule ambaye mimi waga nampigia simu. Mambo ya kumkuta sio na bodaboda wangu, hizo habari sizitaki. Sawa mume wangu, nitakumisi mwenzio. Kofia. Yes, ndo kofia mamangu. Fike salama Hapo vipi? Hapo sawa. Au vipi? Mama huyo. Wao. Baki salama Fike salama jamani. Bye. Ngoja nikusikie. Okay, usijali. Yule mtu wa maji akija hela nimeacha kwenye draw. Sawa. Sawa Sawa. Haya. Nikutana na mjinga mwenzio, nimwambia kodi yangu. Nakwambia na wewe, nataka kodi yangu. Hapa mnaona mnakaa kwenu. Mnamchazoea kwa sababu mimi mnaona mpole, si mnaonaje? Mnanisumbua nyinyi wawili. Mimi nataka jioni, nataka kodi yangu. Nishachoka kuongea. Kesi kuna ongea. Hivyo nyumba zangu wanaongea kama mimi ninavyoongea. Mbona mnanisumbua? Wewe unapata tabu kama mimi kweli? Mzee wewe tulia. Hapa mazingira jioni pressure inaweka sawa. Nishamtuma demu wangu huko kwenda kwenye vikoba huko nini. Baadaye analeta mzigo na kukatia pande lako mzee. Hivyo vikoba mimi sivijui. Mimi nataka kodi yangu. Maana mnajiachia kama kwenu. Kama vipi wote muondoke, nibakia na gofu langu. Sasa mzee ukifanya gofu hapa mzee, siku utakuwa kama vile shamba hapa tena. Si bali fugie kuku tu, kukoni kukananyia hamna faida yote. Sasa nisikilize. Mimi nishamaliza. Jioni nataka kodi yangu. Ukichoka, naomba niachie chumba changu na mshinzi mzee tena nishamwambia vile vile. Mimi naenda kwenye kijio cha kahawa. Jioni mzee, jioni. Huyu mzee anapenda ujana huyu. Samahani kakaangu, bahati mbaya, samahani. Yaani samahani kwamba haya maji yatakauka. Bahati mbaya kakaangu, ndio maana nimekuomba samahani. Imagine mimi sijala toka mchana, lakini wewe unakuja unanimwagia ukoko wa ubwabwa. Unamaanisha mimi kwenye akili yangu nitafili kitu gani? Afu nyinyi mwenye majengo kama mnatuchukulia si kama maskini, yani tunapita kuomba chakula kwenye nyumba zenu. Sasa sikiza, haya maji mimi natakiwa yakauke. Yaani fanya unavyojua yakauke. Dada mimi nina matatizo. Hapa nilipo nyewe naenda kutafuta hela huko sielewi. Yaani wewe kama umeyavaa bana, natakiwa nikauke ile nishibe. Sababu hapo umeshanisimamishia mambo yangu yote. Lakini si kidogo tu, samahani. Ndio maana nimekuomba samahani. Sasa kidogo mimi natoa wapi nguo? Mimi sina nguo hapa ninapokuambia niko hivi ndio nguo zangu hizi. Sasa mimi nafanyaje? Hebu niambie kama ni wewe nimekulawanisha hivi unafanyaje? How come impossible the ways make? Hamna hakuna cha kufanya. Sina kitu. Basi nitakusaidia nikupe nguo za mume wangu ndani uvae. Usinijazie watu kila ninapokuomba samahani. Kuwa muelewa, mimi binadamu kama wewe. Hapo sasa ndio umekuja kwenye point. Twende ukanipe nguo za mume wako. Hali ya kuwa sio nguo tu za mume wako kwamba ninashinda nazo. Hali ya kuwa na mimi zinguo zangu unazianika zinakauka. Sio clear? Sawa. Hamna shida, twende. Sasa mimi nina shida ya nyumba za kitajiri hizi. Sio nyumba gani? Okota dishi lako bana. Nakitakuwa mimi nikauke. Twende. Nikauke ndio ndio. Sina njaa wala nini. Nataka nikauke. Sina vitu. Kwa nyumbani hicho